nizae matunda katika eneo la mahusiano. Naomba nisikilize vizuri hapo. Kuna pointi ya msingi sana hapa. Waebrania 2:6-8. Waebrania 2:6-8. Sikiliza anavyosema. Anasema hivi: mwanadamu ni nini hata umkumbuke, ama mwana wa binadamu hata umwangalie. Sikiliza mstari wa 7. Anasema umemfanya mdogo punde kuliko malaika, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi ya mikono yako, umeweka vitu vyote chini ya nyayo zake. But ndo ambayo ya 8 ndo naosimama naye. Anasema viweka vitu vyote chini ya nyayo zake, kwa maana katika kuweka vitu vyote chini yake akikusaza kitu chochote. Nisikilize hapa. Ili ukue, ili uzae, unahitaji watu. Daudi anaitwa ni mfalme, lakini tazama mafanikio ya Daudi hata kile kipindi ambacho wakaishi bwana wao huyu Daudi ambaye ni mfalme, ya kwamba ana kiu, ila kwa sababu alikuwa na grupu la watu ambao wanampenda kwa jinsi alivyo. Na kitu ambacho kinahusika hapa ya kwamba si tu walimpenda kwa bahati mbaya, lakini ukisoma sura ambazo zilizopita wanazungumza wazi ya kwamba kuna hao waliowapokea, akaanza kuwatrain, kuandaa na kuwafundisha. Kilichotokea kwamba alipowafundisha wakakuwa, walipokuwa wakawa watu wakubwa kiasi ambacho wanaenda kushinda vita, lakini kwa sababu ya watu ambao waliokuwa nao. Naoni kuambia kitu kimoja, utakosea sana kusema kwamba unamhitaji Mungu peke yake, hauhitaji watu. Nisikia vizuri, ngoja nirudia. Utakosea sana kusema kwamba unamhitaji Mungu peke yake, hauhitaji watu. Unamhitaji Mungu peke yake, hauhitaji watu. Na ngoja nikuonyeshe hii. Unapozungumzia Mungu unamuoneje sasa Mungu? Maana yake unamuona kupitia watu. Point hapo inaanza. Nisikilize vizuri. Maana yake kwamba mtumishi mmoja aliwahi kusema hivi: baraka yako inaweza kaachiliwa kutoka kwa Bwana, lakini kama ambaye ameaminiwa, kwa sababu lazima ipitie mikononi mwa mtu. Nisikilize vizuri. Maana yake kwamba kama unahitaji kazi, lazima kuna mahali mtu anayo hiyo kazi. Maana yake kama utagombana na yule mtu, maana yake ana uwezo wa kuzuia ile kazi. Kusema Mungu simpi huyo mtu kazi. Kwa sababu gani? Tabia yake mbaya. Kwa hiyo Mungu ameshakujibu, lakini ile thawabu utaipokea. Maana yake unakuwa kwenye madhabahu, anakuwepo mchungaji wako, anakuwepo baba wa kiroho pale, lakini shida ambayo inakuja ni kwamba, je, unamwamini yule baba wa kiroho? Kwa sababu ni Mungu anamtumia kuleta majibu pale. Kama utamini na utambui nafasi yake, kama Mungu amemweka kwenye ile nafasi, maana yake ujue hapo kuna shida. Na watu wanasema hivi, kwani shida gani? Mimi hata kama ukinisumbua naweza nikaacha tu kazi nikaondoka, nitapata tu kwingine. Ngoja nikueleze kitu kimoja. Kuna watu kwenye maisha yako unaweza ukacheza nao, lakini ukataabika tangu wewe unakuwa mpaka unazeeka, lakini zaidi ya hapo hata watoto wako ukawaingiza kwenye hilo laana. Moja kati ya kitu ambacho unaweza kumlisisha mtoto wako, cha kwanza ni imani yako. Jambo la pili ni jina lako. Na unisikilize, jina lako hapa lina patikana. Wapo watu ambao wanaenda kwenye ofisi, sikiliza, wanaenda kwenye ofisi fulani, lakini kwenye ile ofisi wanapotaja majina yao ya kwamba wewe ni nani, anasema mimi ni Amos kini fulani. Anasema baba yangu alikuwa nani, namkumbuka yule alitusaidia tulipokuwa bado wadogo. Kuna Misri ambayo ilitokea huko Nigeria. Kuna huyu Apostle Suleiman alisema alikuwa anatoka kuhubiri sehemu fulani, akiwa kwenye ile safari akakutana na wajambazi, wakamwambia toka kwenye hiyo gari, maana leo ni siku yako ya mwisho. Akatoka kwenye ile gari. Alipotoka pale wakamwambia piga magoti. Akasema mimi kupiga magoti siwezi kupiga magoti. Napigaje magoti? Mimi ninaruhusiwa kumpigia magoti Mungu wangu tu, lakini kukuabudu wewe siwezi. Mambo mengine naweza nikafanya, lakini hicho siwezi. Kulikuwa na mwingine akamwangalia yule mchungaji. Alipomwangalia hakusema chochote. Akasema wewe unaitwa nani? Nimesema nikamwambia naitwa Apostle John Suleiman. Akasema okay, naomba namba yako ya simu. Akaichukua ile namba yako akasema ondoka. Sasa wale wengine wakashtuka, wakasema kwani nini kimetokea? Mbona tumemwacha wakati wengine kila siku akipita hapa lazima tunyang'anye kila kitu alichonacho? Akasema nitakupigia. Akamwambia yule apostle, akamwambia nitakupigia. Ilipotoka baada ya hapo akampigia kama saa 4 usiku. Akamwambia mimi ni nani? Akasema mimi ni yule kijana ambaye ulinisaidia kulipa ada kipindi nikiwa darasa la 4 kwa sababu sikuwa na mzazi wa kunilea.
Akasema, mwanangu, imekuaje tena? Akamkumbuka yule mtoto, akasema, imekuaje sasa? Akamwambia, kuanzia sasa nimeacha hili kitu kabisa, kwa sababu nimegundua nilichokuwa najifanya si sawa. Akarudi akatubu na maisha yake yakaendelea pale. No, msikiliza ambacho najaribu kukuonyesha hapa. Mungu alikuwa hapo kumsaidia, lakini pia hapa alimpitisha ili kutupa somo. Sikiliza vizuri, alimpitisha pale kutupa somo ya kwamba unapopanda ile mbegu kwa mtu, si lazima uvune kwake. Unaweza ukavuna kwa mtu mwingine, lakini kitu ambacho lazima ukielewe, kama unakutana na mtu, ni mtu tu mwenye umbo la nje. Na nilikwambia kitu kimoja, unapozungumzia human, maana yake unamzungumzia kwenye humans, ambayo humans inawakilisha kwamba mavumbi yaliyotoka kwenye ardhi. Lakini part ya pili ni spirit, maana yake ni roho ndani ya yule mwili. Maana yake sasa ni udongo, lakini kuna roho ndani yake. Unayemzungumzia ni nani sasa? Ni Amos unaonekana kwenye mwili? Hapana, unamzungumzia ni Amos mwenye roho. Ile roho yake ndio unaizungumzia pale. Maana yake hauheshimu watu kwa kutazama muonekano walionao kwa sasa. Unaheshimu watu kwa sababu walichobeba ndani ni kikubwa. Na unarudi kwenye pointi yangu. Unapomheshimu mtu, maana yake yule mtu anatumiwa na Mungu. Anatumiwa na Mungu. Anatumiwa na Mungu. Kama ukisema wewe unamhitaji Mungu, unahitaji watu, kuna mahali hauwezi kufika. Unagombana na kila mtu, na wengine mpaka nyumbani. Kila siku unagombana na mke wako, una shida gani? Kila siku unagombana na mtoto wako, una shida gani? Na tumezidi zaidi ya hapo, kwa sababu kuna mbegu tunazozipanda hata kwa watoto wetu ambazo hatujui zinakuwa. Nilipokuwa mdogo, nakumbuka kulikuwa na mama jirani pale, lakini jambo ambalo alikuwa anaanza nalo, kisha mwita mtoto wake, kinachofuata atamuita jina la mnyama pale. Tena hata sio zuri, mbwa. Uko wapi? Njoo. Lakini mpaka leo kwa kweli nikiangalia wale watoto, sidhani kama yupo ambaye aliyetulia amenyoka. Wote wameharibika. Na huyo mtu anasogea mbele za Mungu kumlaumu Mungu. Sema, Mungu, mbona mimi umeniacha? Naenda kanisani, lakini mbona watoto wangu hawajabadilika? Lakini hakujua ya kwamba alipokuwa anahusiana na watoto wake, akugundua ya kwamba kama ni mbegu anaipanda kwa mtu, itazaa tu. Maana yake lazima uchunge na unatowalisha watoto. Kuna wengine ambao walipoingia mashuleni waliambiwa wewe huwezi ukafika mahali kokote, na yale mawazo yamegeuka yakawa imani yao, kwa sababu wameishi na kila wanapojaribu kwenda kuomba kazi mahali fulani, wakifukuzwa anasema mimi ndo nilizaliwa kuwa hivi. Anakata tamaa, hawezi kusogea tena. Mungu akusaidie ubadilike kuanzia leo katika jina la Yesu. Jambo la 4, nizae matunda katika eneo la uchumi. Nizae matunda katika eneo la uchumi wako. Mathayo 6:33. Mathayo 6:33 anasema hivi, bali tafuteni ufalme wake na haki yake, na hayo yote yatazidishwa. Na unisikilize vizuri, ufalme wa giza unalijua hili. Mathayo 6:33. Ufalme wa giza unalijua hili, na ndio maana sasa unaona gharama ambazo wanazozitumia kwenye mambo yao ni kubwa. Maana yake kama ufalme wa nuru hawatotambua hiki kitu. Na ndio maana nilikwambia na nirudia hapo, unapopewa fedha ni ajenda ya 3 na usikapo, ya kwamba umepewa kwa ajili ya ufalme wake, si kwa ajili yako tu na familia yako, na kuonyesha upendo wa Yesu Kristo kwa dunia. Lakini jambo ambalo lila msingi ni wewe utoe kwenye ufalme wake. Kwa hiyo mtu ambaye haiko imani moja na wewe, ni ngumu sana kutoka kwenye ufalme wako. Ni labda Mungu amtumie tu kwa namna nyingine kama Farao, kwa sababu kuna mahali ambapo Mungu anaangalia kwamba influence, mtu gani ambaye anaweza kusimama kwenye ile nafasi, kwa sababu kuna watu wa mataifa ambao wana moyo. Ukimtazama mtu ambaye yuko kanisani hana huyo moyo wa kutoa kama watu wa mataifa, maana yake Mungu anajaribu kuwatumia hao kuleta ajenda yake. Unamwambia kwa habari ya kanisani, wao wajiulize mara mbili kwamba wanajenga kanisa pale, wanajenga kanisa, anatoa pale hela ya kujenga kanisa, lakini hashiriki kwenye ile ibada, wala yeye imani yake amruhusu kufanya, lakini anatoa pale. Kitu ambacho kitue, ajenda za giza ni kubwa, na wao wanatumia fedha, Sasa kitu ambacho kabisa ukielewa kwamba ili fedha ije kwa mtu lazima ije na kanuni,
na moja kati ambayo Baba alituonyesha kwa habari ya kutunza kila ambacho unachopewa, kwa sababu kila ambacho unachopewa kuna mambo mawili. Maana yake ndani ya kila unachokipata, kama ni fedha, wakati huu ni mshahara wako, ndani ya ule mshahara kuna mkate na kuna mbegu pia. Maana yake usije ukala mkate na mbegu, kwa sababu kitu ambacho ukijua, mbegu ni kwa ajili ya kupanda, lakini mkate ni kwa ajili ya kula sasa hivi. Mbegu si kwa ajili ya wakati huu, mbegu ni kwa ajili ya wakati unaokuja. Lazima uyajue hayo mambo. Lakini si tu hicho kitu, maana yake kwenye kanuni ya kwetu tunatumia kanuni ya kupanda na kuvuna. Kama upande usitegemee kuvuna, na ni tafsiri halisi tu ambayo unaweza ukaiona hata kwenye maisha yetu halisi ya kawaida, ya kwamba kama ni kipindi cha masika, wakati ambao watu wanabidi waende mashambani kulima, lakini kuna mwingine ambapo anasema mimi nitasubiri kidogo. Maana yake ule msimu ukishapita, msimu ukija wa mavuno, usitegemee huyu mtu kama kuingia shambani atavuna chochote, hatavuna chochote kwa sababu hakupanda. Kanuni ambayo inatusponsor hapa na ambayo lazima ushikilie na uitue, sisi tunavyoenenda ni tofauti na ufalme wa giza. Wao wanatoa kafara, na ndio maana nimekuonyesha haya unayoyaona ya nje tu, magari, manyumba. Lazima ujue kabisa iko roho, kama sio roho ya Mungu ndio ya giza. Lakini kila roho ambayo mtu anaihusika pamoja naye, lazima kuna kitu anakifanya. Wengine wametoa wake zao, wengine wametoa watoto wao, wengine wametoa hata kafara za wazazi wao kabisa, mama yake, baba yake amemtoa huko. Lakini wao unachokiona unasema natamani niwe kama yule brother, lakini ujui kitu ambacho kipo, ya kwamba yale mafanikio hata yapata tu kwa bahati mbaya, kuna kitu ambacho alichokitoa cha gharama. Na ndio maana sasa unielewa, ili wewe pia uwe na uzito katika ulimwengu wa roho, lazima pia liwe eneo moja ambalo usike nalo, ni eneo la utoaji, sacrifice. Lazima ujisabihu. Maana yako unajisabihu kwa mambo gani? Kwa maisha yako. Unajisabihu gani? Kwa mali ambazo Mungu anakupa. Unajisabihu kwa mambo gani? Kwa muda na utenga wapi? Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama mtu ananielewa hapa. Kwa hiyo tunapozungumzia kwenye ile eneo la uchumi, lazima ulijue ya kwamba kwa sababu hiyo, na ndio maana ni lazima umlilie Mungu katika lile eneo na utoe. Unapotoa unadai baraka zake pale, ya kwamba Mungu, ninaomba unifanikishe kwenye uchumi, kwa sababu ajenda yako haitaishia tu kwa ajili ya kula na kuishi. Ni zaidi hapo. Kuna watu wanaishi kwenye mfumo huo, na lazima utoke hapo kwenye kuishi maisha ya kwamba ninaamka asubuhi, ninavaa, ninaenda kazini, ninakula, ninalala, ninaamka tena asubuhi, ninavaa, ninaenda kazini, nakula, ninalala. Lazima itoke hapo. Lazima iwepo ajenda kubwa ya kwamba unapoamka wewe unasaidia nini kwenye ufalme wake. Watoto wangapi wanaopotea? Kama ungekuwa na fedha usingejenga ile kituo cha watoto yatima, kwa sababu kuna watu ambao wanajenga vituo vya watoto yatima, lakini kwa sababu kilichojaa ndani ya usoro wa Bwana, maana yake wanatoa hata kabla watoto wanapotea, kwa sababu kila ambacho kimechaza ndani ya usiro wa Mungu. Licha ya kwamba wanajaribu kufanya hayo mambo, lakini kuna kitu cha giza ambacho kinachotendeka pale. Mtoto tunashangaa amekufa pale, na kwa sababu hamna mtu ambaye sasa anajaribu kukuonyesha mpaka. Sijui kama unanielewa hapa. Roho yako lazima ifikie mahali pa kukasirika kiasi ambacho ujue ya kwamba umeaminiwa na Mungu. Maana yake katika eneo la uchumi usicheza nalo, kwa sababu ni eneo ambalo utawasaidisha watu na ufalme wake. Watu watamshukuru Mungu na kumsaidia Mungu kwa sababu wewe umewahudumia vizuri. Ufalme wake tunapozungumzia, tunatoka mahali tunaenda sehemu kutangaza, inahitaji fedha. Huduma inahitaji fedha. Lakini lazima watu wajue hilo kitu, kwa sababu unaweza ukaingia kanisani na usijue ya kwamba na wewe unahusika kwenye ajenda ya kukuza ufalme wake kupitia matoleo yako, kupitia sadaka zako, na hizi sio mpaka uambiwe. Lazima ifikie kwenye hiyo engo ya kwamba na mimi nahusika kwenye ushirika. Na unapohusika kwenye ushirika, maana yake nina nafasi kwenye curriculum ya Mungu. Hujaleta kanisani tu kwamba haiko nafasi, iko nafasi yako ya kushiriki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.